Na siku nyingine hapa tunamuona Ego sasa. Kuna sehemu moja alimuagiza kaka yake kwenda kumnunulia kitu. Sasa kaka yake bana akamwambia bana, ushaanza kuniagiza sana. Mimi sio mfanyakazi wako, mimi nimekuja hapa ku relax tu kwenye likizo hii hapa fupi. Na likizo ikiisha basi mimi ndo nyumbani nitaenda kuendelea na masomo. Lakini naona wewe unataka kuniweka kama mfanyakazi wako ndani. Mimi nishakwambia bana, mimi naangalia TV na niweza kuangalia TV, mimi nitaenda huko nakotaka niende. Dadake anamwambia mbona wewe unanichukia sana wewe? Unashinda kuangalia mpaka hali yangu kabisa nilionayo hapa. Mimi nakuagiza unakataa kwenda kabisa, hicho kitu kinawezekana lakini. Kwa nini unanifanyia mimi hivyo? Mimi kwa nini unanichukia lakini? Hiyo unataka kabisa niondoke hapa nyumbani mimi niende kwa sokoni kabisa na hali yangu hii kabisa. Au nione hata huruma lakini. Akaanza kujifanyisha kulia pale. Kaka yake bana kamuonea huruma akasema, "Hebu acha basi kulia bana, ngoja mimi niende." Lakini hiyo mara yako ya kwanza na mwisho bana kuniagiza bana, mimi nimechoka. Siku nyingine ukija kuniona mimi na mambo yangu ninayoyafanya hapa, usije ukaniagiza bana, unaniacha kwanza namaliza mambo yangu alafu utaambia unachotaka kuongea. So nanitoa mimi kwenye mambo yangu ili niende nifanyie mambo yako sio vizuri. Basi dada yake akamwambia nenda basi sokoni huko bana kanunulie sijui vitu nini, lakini sijui kasahau samaki. Basi kaka hapa anamwambia bana, mleta basi hizo hela mimi niende. Anamwambia nenda bana, ukifika kama kutumia hela bana, mimi nakuagizia tu hela wala usio na wasiwasi wote. Basi akawa wameondoka moja kwa moja. Na siku nyingine bana, Ego kashajifungua mtoto wa kiume na babake Ego katoka kijijini moja kwa moja mpaka mjini kuja kumwona mjukuu wake, lakini pia ampe baraka. Sasa na hapo amembeba mjukuu wake, ameanza kumbariki yeye kama alivyowabariki wazazi wake kipindi cha ndoa. Ndio kwa maana amekuja moja kwa moja mbariki na mjukuu, maana hizo ndo mila zao aise. Baada ya muda akawa amewaambia pale, hongereni sana aise kwa hichi mlichokifanya, kwa sababu sio jambo dogo, mmeniheshimisha pia aise. Nimeshukuru sana kumpata mjukuu wangu wa kwanza. Lakini baba kabla ya kumaliza kuongea, Owen naye kaingilia kati kasema kuwa nimeshukuru na mimi pia aise dadangu kwa kuniheshimisha. Na mimi nimepata kuniita anko aise. Muda mrefu sana nilikuwa sijapata anko. Nimefurahi mno. Na baada ya maongezi marefu akawa amemkabidhi Ego mwanae pale aise. Baada ya baba mkwe kumaliza bana kuongea, Chief Williams naye akaamua kumwambia babake mkwe kuwa nasi tumeshukuru pia kwa ujio wako hapa nyumbani, lakini pia shukrani za kwanza ziende kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kupata mtoto sio rahisi. Kuna ndoa nyingi sana aise kwenye dunia wanahangaika kupata mtoto. Wanaenda kila sehemu makanisani, sijui kwenye maganga ya kienyeji kutafuta mtoto, lakini mpaka sasa hawajapata. So kama sisi tumepata, ni lazima tu tumshukuru Mungu kwa hizo zawadi alizotupa aise, na ujio wako pia tumekuta kwa mara moja na umekuja umembariki mjukuu wako aise. Mungu akubariki mno. Baba mkwe hapa aise ameonekana kufurahi, anasema wala haina shida kabisa na shida yoyote ile. Shukrani tu ziende kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye mwenyewe ndo mwezo wa yote, Alfa na Omega. Yeye amefanikisha jambo hili. Mimi nimekuja tu aise kutoa maneno ya baraka hapa, lakini Mungu ndo tayari kashafanya yake. Siku nyingine bana, kijana Samuel alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kuondoka ofisini kwake. Lakini kabla hajaondoka alisikia mlangoni pale kuna mtu amegonga aise. Kasogea moja kwa moja pale kumfungulia, ameshangaa kumuona Ego. Anamuuliza Ego, unafuata nini hapa kwangu? Tena bila taarifa aise. Ego anamwambia kuwa nimekuja hapa kwa sababu kuna email nilikutumia, hawajanijibu. Samuel anamwambia kwanza hongera sana kwa ulichofanya kwa sababu nimesikia taarifa kwa umejifungua mtoto wa kiume. Ego anamwambia asante. Lakini pia Samuel kaongezea pale kumwambia kuwa mbona umekuja kwangu bila taarifa? Lakini sasa mtoto umemwacha na nani? Umekuja bila mtoto. Ego anamwambia kuwa kuna kitu nimekuja kukuambia in person. Nakuja kukuambia live. Kwa sababu kuna mambo mengi sana nimeandika pale kwenye email, lakini nashangaa mpaka sasa hivi haujanijibu. Samuel bana hajatulia pale. Ego kamsogelea, ameanza kumwambia vipi? Haoni mimi si kwani? Mbona kama umeshangaa mimi kwa hapa kwako bila taarifa, lakini toka nimejifungua aise ni miezi 5 sasa. Hatujaonana, haujui naendeleaje. Mbona kama umechukia mimi kwa hapa kwako? Lakini Samuel anamwambia kuwa tunatakiwa tuheshimu mkataba. Mimi siwezi nikaenda tofauti na mkataba niliosaini. Mimi nafahamu mume wako ni tajiri, ni chief. Au nikienda tofauti na mkataba kama alivyoniambia siku ile, mimi ataniua. Mimi sitaki kufa kabisa. Kwa sababu mimi nikija kufa nitakuacha wewe pamoja na mtoto. Wewe utabaki unaenjoy maisha, mimi nitakuwa tayari nishafariki. Kwa hiyo natakiwa niheshimu mkataba bana. Ego anamwambia bana, chief hayupo, chief kasafiri. Lakini pia mtoto wangu mimi nimemwacha na mdogo wangu Owen. Kaamua kumsogelea moja kwa moja mpaka ameanza kumkisi yeye. Samuel anamwambia kwa mimi naenda ofisini bana, unanichelewesha. Mimi mambo bana nilikuwa sijiandae kwa hayo mambo. Lakini pia nilikuwa sijui kama unakuja hapa. Kwa hiyo jambo ambalo unataka kunianzishia muda huu utakuja kuniletea matatizo hapo baadaye. Anamwambia bana, hamna mtu atakayejua bana. Mwanamke anamshawishi bana mpaka ameamua kufanya jambo mbaya tena kwa siku nyingine. Ameamua kuichapa tena, na baada ya kumaliza show ameanza kumuonyesha picha za mtoto pale kwamba umeona namna alivyokufanana aise, umeona alivyokufanana ni handsome kama wewe vile vile, si mtoto shakuwa na miezi 5. Mwanamke kanogewa aise, kijana naye kanogewa. Amesahau mkataba aliosaini kwa Chief Williams. Make Chief Williams alimwambia kuwa ataigonga mara moja tu, lakini sasa hiyo imekuwa too much. Yupo tofauti na mkataba, kwa hiyo atakachomfanyia Chief Williams wasije kalaumia na si kama alivyomwambia siku yenyewe amesaini mkataba. Muda ule ambao Ego alikuwa anamuonyesha Samuel picha za mtoto pale, mara ghafla
Samuel amebadilika bana na kumwambia Ego kuwa anatakiwa aondoke muda huo bana. Unatakiwa uondoke na utambue kuwa hichi kitu ambacho tumekifanya leo kisije kajirudia siku nyingine. Siku nyingine ukitaka kuja hapa nyumbani kwangu ni lazima kwanza unipigie simu nitaarifu kwamba unakuja. Nilikwambia kama nipo au sipo, au uje au usije. So najamulia tu mambo mengine bana, utafikiri nyumbani ya kwako bana. Mimi nahofia bana hichi tunachokifanya hapa kwa sababu nishakuwa tofauti na mkataba nilosaini kwa Chief Williams. Kwa hiyo akija kutambua hichi ninachokifanya hapa bana, atakuja kunifanyia kitendo kibaya hapo, nitakuja kupata matatizo ambao hamna mtu yote atakuja kunisaidia. Wewe mwenyewe sidhani kama ataweza kunisaidia na hamna mtu yote ambaye atakuja kunisaidia. Kwa sababu ni kitu ambacho nimesaini mkataba mimi mwenyewe. Bana binti kama anashangaa pale, mbona amenigeukia ghafla huyu? Samuel anamwambia ndio hivyo, mimi nishakwambia bana, ondoka. Mimi sitaki kukuona tena hapa nyumbani kwangu. Ilibidi achukue vitu vyake na kuondoka moja kwa moja. Siku hiyo ikawa imepita. Lakini siku nyingine sasa binti alitoka kama kawaida yake. Lakini kabla ya kutoka nje ya nyumba, kakake Owen kaja kumuuliza, "I say dada, mbona siku hizi sikuelewi lakini toka Chief amesafiri ni kila siku unatoka, unaondoka, unaniacha mimi na mwanao. Mimi hapa sio mlezi wako. Mimi nimekuja hapa kwenye likizo na likizo inakaribia kuisha. Kwa muda si mrefu mimi narudi shule. Kwa hiyo unataka kunifanya mimi kuwa mlezi wako? Unaondoka unaenda asubuhi mapema na unarudi jioni kila siku. Hata kama unaniachia mimi maziwa kumnyesha mtoto wako, lakini hicho unachonifanyia ni unanikosea mimi. Haujaniajiri mimi kuwa namnyesha mtoto wako maziwa. Lakini pia wewe unaondoka, hauniambii unaenda sehemu gani. Unasahau kuwa kuna matatizo ambayo yanaweza kukupata huko. Nikashindwa namna gani ya kukusaidia, au Chief anaweza akarudi huku nyuma akaja kukuta wewe haupo, akaja kuuliza uko wapi. Mimi nitashindwa la kumjibu. Na kitu ambacho anakiona hapa ni kama anaanza kumchiti Chief. Dadaka anamwambia bana, mkana mtoto hapo bana, si anko wako wewe, lakini wewe pia haona haja ya kujua mimi nakuelekea. Wewe ni kukaa hapa nyumbani. Umesikia? Akamwambia kakake kwa hemka bana na mtoto bana, hiyo ndio kazi yako. Wewe unafanya kazi gani hapa? Wewe unakula bure, unalala bure, hamna unachokifanya hapa. So ukiniona mimi natoka asubuhi, jua moja kwa moja naenda kwenye kikao maalum. Na ni mambo ya siri ambayo utakiwa kujua, mambo ya biashara nini, mambo ni mengi sana. Kwa hiyo so what you have to do is just taking care of my son and then I'll be back after some minutes. Akawa ameondoka moja kwa moja, lakini kukaka amesema kuwa mimi nitajua unapoelekea bana. Najua hicho hapo sio kikao, najua kuna mambo mengine ambayo nayafanya huko. Najua ushaanza kumcheat Chief. Lakini pia nikiamua kuja kumwambia Chief, mimi naweza nikamwambia tu nikakuharibia kila kitu. Kwa sababu naona kama dadangu hauna akili kabisa. Akawa ameongea aisee mambo mengi sana hapa. Aisee kumbe ile ilikuwa ni safari ya moja kwa moja tena kwa jamaa Samuel. Aisee wamefikia mpaka stage ya kujisahau sasa. Samuel pamoja na Ego, na at least Ego yuko vizuri, lakini Samuel kuna mkataba ameusaini kwa Chief Williams kwamba kijaribu tu kwenda tofauti na mkataba aliosaini pale, jambo lolote baya litakuja kumkuta baadaye, usije kalaumiana. Amefika moja kwa moja pale, ni wanataniana tu, ni wanacheza, mara wagusane, mara walishani chakula nini, mara wacheke off fry nini. Aisee mambo ni ya moto kama wanavyoona. Aisee mwanaume amesahau aisee alichoambiwa na Chief Williams. Alimwambia anatakiwa igonge mara moja tu. You gotta do it at once and never repeat it another day until you die. And once you go opposite of what you do right now, I think anything bad will just try to happen there in your life and nobody will be blamed. Akawa amepiga tena aisee jamaa. Wameanza kwenye michezo, lakini mwisho wa siku tena akawa ameigonga aisee. Baada ya kumaliza, binti alirudi moja kwa moja mpaka nyumbani. Sasa alichoamua ukifanya hapo ni kwa kuwa kakake ashamgundua. Ashajua ni kila anaposikia tu unyayo hapo anajua tu dada yake amerudi. Akataka sawa na nyatia ili kakake asije akamgundua. Lakini alikuwa too late. Aisee kakake alikaa mkawa kula pale, akajua tu aisee huyu mtu mimi nitamguida. Huyu mtu mimi nitamnasa aisee. Siku nyingine bana aisee mwanamke alienda moja kwa moja tena kwa Samuel kama kawaida yake. Lakini Samuel alikuwa na mashaka. Aliamua kumuuliza kuwa una uhakika kwa hichi tunachokifanya kila siku Chief Williams hatakuja kujua hapo mbele. Ego alimwambia Samuel kuwa Chief Williams amesafiri, lakini pia wao mwenyewe ni shahidi kuwa pale nyumbani naishi na mdogo wangu. Na ni mdogo wangu mimi, kwa hiyo hawezi akanifanyia chochote kibaya. Hawezi akamwambia Chief, na ondoa shaka kwa sababu mimi yule na mmodu. Najua namna gani ya kumtuliza bana. Wao sio na wasiwasi kuhusiana na Chief, hawezi akajua kabisa kinachoendelea. Kwa hiyo nikija hapa, naipa haki yangu bana. Najua Chief Williams akirudi, mimi sitopata muda wa kuja hapa tena. Kwa hiyo kitu ambacho natakiwa kujua hapa ni kuwa wewe ukiniona hapa unajua tu moja kwa moja kwa nimepata haki yangu. Unanipa haki yangu, mimi narudi kwa sababu najua Chief Williams akirudi kutoka safari yake huko mimi sitokuja hapa tena. Kwa hiyo nitahangaika tena yani kwa muda mrefu sana. Kwa sababu mimi sijui ni lini tena atakaposafiri. Basi jamaa kama kawaida yake tena aliamua kuichapa tena. Na binti sasa aliporudi nyumbani, kakake sasa akamtarget. Aliponyata pale kakake akaja moja kwa moja amwambia, "Leo ujanja umefika mwisho. Nimejua unapotoka. Nilikufuatilia ulipoondoka jana. Nilifuatilia
kuondoka, na moja kwa moja nikawa nimejua kuwa umeondoka kwa yule jamaa maskini yule. Yule nitakataka. Wewe una akili gani lakini? Mwanaume amekuweka mpaka kwenye mazingira haya, lakini mpaka sasa hivi hujabadilika kabisa yani. Yule kijana ambao sisi tulikuwa tumempiga vita kule kijijini mpaka sasa hivi bado anaamua kumfuatilia. Hivi yule kijana alikuwekea dawa yule. Sasa naona hapa cha kufanya, nasubiri Chief Williams aje. Akirudi tu kutoka safari yake mimi namwambia kila kitu. Dadake amecheka sana, yeye anamwambia, "Wewe ni mjinga sana, mpumbavu mkubwa wewe. Unafikiri unaweza ukanichonganisha mimi na Chief Williams? Chief Williams mimi namudu. Yule namuweza kabisa, yule ni mume wangu mimi. Kwa hiyo wewe hauna la kumwambia, hawezi akakusikiliza wewe kuliko mimi. Kwa hiyo msubiri basi aje, umwambie hicho anachotaka kumwambia, alafu na mimi niongee. Alafu tuone kama wewe hautaondoka kwenye nyumba hii na uniache mimi huko ndani. Mpumbavu mkubwa wewe. Wewe ni wa kunifuatilia mimi kwenye maisha yangu lakini." Sasa dadake bana akaamua kumwambia kuwa nimekupa onyo. Wewe umeniambia kuwa nasubiri Chief Williams aje umwambie. Basi mwambie. Na mimi sasa nakuambia hivi, ukija kumwambia Chief Williams, ujue siku hiyo hiyo ndo anaondoka. Unafungasha kila kitu unarudi kijijini, mimi nabaki hapa. Kwa sababu hata Chief Williams akija kujua, mimi sidhani kama anaanza kunifanya chochote, kwa sababu mimi nishakwambia mimi namweza sana Chief Williams. Nimeshamjua yani uzoefu wake kwa sababu gani. Kwa hiyo ukimwambia, ujue umejaribia wewe. Akawa amepandisha moja kwa moja gazi ya seka. Kakake anamwambia kuwa anasubiri haji. Akija tu mimi namwambia kila kitu. Mpumbavu wewe. Wewe unapewa kila kitu lakini hautaki kujiheshimu. Yule kijana maskini ambaye anakudhalilisha wewe, unataka kumngangania ni unataka sijui unamuona yeye ni nani. Chief Williams anakupa kila kitu, anakuheshimisha. Kwa sasa unatembelea magari, una pesa, una kila kitu, lakini mpaka sasa una yule kijana mpumbavu yule maskini yule. Yeye sasa hivi anamzidi kila kitu. Naishi kwa Chief Williams na hela kumshinda ile mpumbavu. Unazidi kumfuatilia yule atakuja kukuharibia maisha. Atakuja kutuharibia sisi, tutarudi kijijini, tutachekwa na kila mtu kule. Siku nyingine bana Chief Williams kasharudi kutoka safari. Wapo sebleni pale wanapiga story na mke wake Ego. Ase kijana amekuja pale, ase Owen. Dadake amekosa amani. Anakuja anamwambia Chief Williams kwa ase Chief, mimi nina shida moja. Dadake ameingilia kati pale, ameanza kumwambia Chief Williams kwa ase nafikiri nishakwambia tatizo la Owen. Owen ana shida moja, anataka apate pesa, ase kuna nguo fulani anataka anunue. Ashanisumbua mno. Ameamua ase kuingizia mada kati pale ya Owen ili kuepusha Owen asije akamwambia Chief Williams kila alichokifanya jana. Kwa siku zote hizi alikuwa anatoka anaenda kwa yule jamaa Samuel maskini. Alipokuwa safarini kule, yani alikuwa ashindi pale ase na mtoto. Ni kila siku tu alikuwa anaenda kule. Owen amemwangalia dada yake pale. Chief ameamua kumwambia kwa ase jambo dogo kama hela sio la kuhangaikia hivyo. Unaniambia tu na nafikiri usijali, nitampa dada yako hizo pesa atakupa. Hapa tunamwona Chief Williams bana anataka kuondoka ase kwenye mishemishe zake. Mkewe Ego anampigisha story moja mbili tatu pale ase. Na baada ya kumsindikiza pale akawa ametoka. Amerudi moja kwa moja na kumuita Owen. Anamwambia, "Owen, nimekukataza lakini hukutaka kusikia. Hebu angalia sasa ambacho ulitaka ukifanya pale. Hivyo ni kama ungeniharibia maisha wewe, mtoto wewe, mpuzi mpumbavu kabisa wewe. Unasahau kama hapa nyumbani unaishi ni kwa sababu yangu mimi. Hebu imagine kama ungemwambia Chief Williams kile ambacho mimi nilikuwa nakifanya. Mimi nikiondoka hapa uwezo ukabaki kwa sababu Chief Williams amekuruhusu ukaa hapa kwa sababu anajua mimi niko hapa. Mpumbavu wewe. Siku nyingine uje urudie kitendo kama hicho ambacho umekifanya." Kakake naye akaamua kumwambia tena, "Na wewe urudie kwenda kwa Samuel. Haki ya Mungu na kuhakikishia kuwa nikikuona tena au nikisikia tena umeenda kwa Samuel, mimi namwambia Chief Williams kila kitu." Siku nyingine bwana ilipofika, alienda moja kwa moja tena kwa kijana Samuel. Huyu mdada sijui anamtafuta nini Chief Williams. Hataki kumsikiliza kakake, ushauri anaompa hata kama ni mdogo wake, lakini anachomwambia kakake kina ukweli ndani yake. So alifika kwa kijana pale Samuel na alikuja. Wakawa wanapiga story pale moja mbili tatu, waliongea mno. Ushasiku akawa amefanya yao na bidada alirudi. Baada ya kurudi, kaamua kumpigia simu, anaongea naye pale Samuel. Kwa sababu anachokifanya hapa ni ana target. Akitoka moja kwa moja pale Chief Williams kwenda kwenye mishemishe zake, anachukua muda huo kumpigia Samuel simu au anaenda moja kwa moja kwa kijana Samuel. So sasa hapa akajichanganya, muda huo anaongea na Samuel kwenye simu, anampraise, anamsifia kwa alichomfanyia leo. Bana kaka yake alikuwa yupo nyuma pale anamsikiliza kila kitu ambacho alikuwa anaongea. So alipomaliza kuongea pale kaja kustuka moja kwa moja pale kaka yake alikuwa yupo nyuma. Anamwambia kaka yake, "Wewe mpumbavu, kumbe uko hapa. Utakuja kuniletea pressure bana. Mbona unifuatilia sana maisha yangu wewe? Hivi ni nini ambacho nilikufanyia wewe?" Kaka yake anamwambia, "Wewe ni mpumbavu sana, na kama ni pressure ingekuja basi hata sasa hivi kuue wewe kwa sababu hutaki kusikia." Yaani mimi nashangaa sana mpaka sasa hivi bado unafuatilia wewe kijana. Mpaka unamtapa kabisa kwenye simu. Hauna hata aibu. Hauna uoga labda Chief Williams anaweza akaja kusikiliza. Just imagine mimi nilikuwa niko hapa, unaongea hapo ulikuwa hujui kama niko hapa. Sasa vipi kama angekuwa ni Chief Williams ambaye alikuwa anasikiliza kila kitu ambacho alichokuwa anaongea na Samuel? Dada yake anamwambia, "Jaribu basi kupunguza sauti yako kwa sababu unachokiongea hapa labda Chief Williams atakuwa sharudi kazini, atakuja kusikiliza unachoongea. Kama unajua na sauti kubwa lakini ukitaka kuongea unataka kujicontrol." Kaka yake anamwambia, "Nini basi Chief Williams aje asikie hizi tunachokiongea hapa kwa sababu
nimeshashindwa, nimeshinda kushauria, yani nishaongea mno lakini hataki kusikia. Ego baada ya kuona amekosea lakini anachokifanya sio kizuri, aliamua kumtuliza kaka yake, anamwambia punguza basi sauti kaka, mimi nimekusikia na nafikiri ushauri wako nitaufanyia kazi. Kaka yake bana kutaka kumsikiliza, anamwambia kuwa tuliza kwanza makalio yako chini. Siku moja kwanza unashinda nyumbani kwanza na mume wako kwanza unamfurahisha. Ni nini ambacho ukipati hapa kwa mume wako? Na kama kuna upande mmoja bana ambao hakuridhishi, basi unaongea naye mtengeneze hilo issue kuliko kufanyia hicho unachomfanyia hapa leo. Naona mimi nitaenda kumwambia tu kwa sababu nimechoka kuvumilia. Nimekushauria lakini hausikii kabisa, ni unisikilizi mimi. Sasa ninachokifanya hapa, labda siku ile nilikuwa nakutishia kuwa naenda kumwambia chief lakini nika nimekusamehe. Sasa leo nakuja kumwambia Chief Williams. Namsubiri aje tu. Akitoka kazini mimi namwambia kila kitu. Dadake bana alitaka kumtuliza kaka yake pale, anamwambia kaka just relax. Tuliza basi ni explain kidogo namna ambavyo nilikuwa nafanya hapa. Mimi nilikuwa naongea na Samuel kwenye simu. Sio kwamba kuna jambo baya au mambo ya mapenzi ambayo nilikuwa naongea naye. Kaka yake anamwambia kwa sitaki kukusikiliza. Yani sitaki kabisa. Na akawa ameingia moja kwa moja. Dadake aliendelea pale kumfuatilia labda anaweza akamruza kaka yake ili asije akamwambia Chief Williams, lakini kaka yake hakutaka kabisa ni kumsikiliza. Aliondoka moja kwa moja. Na hapa bana ni usiku sasa wamelala. Chief Williams anajaribu kumuuliza mke wake, mbona sikuoni vizuri? Kwani kuna tatizo gani? Lakini mkewe bana anamwambia kuwa mimi siko vizuri. Nafikiri Chief Williams unajua madhaifu yangu bana. Mimi na siku nyingi sana bana. Mimi nasikia mwili wangu hauko vizuri. Sasa hata nikija kuambia wewe matatizo yangu, hawataweza kunisaidia. Mimi najua madhaifu yako, kwa hiyo niache bana, ni relax. Niache nitulize akili yangu, labda nitakuwa vizuri. Chief Williams anamwambia kuwa pole, nakupa pole sana lakini pia lala, jaribu kulala hapo tuliza akili yako, nafikiri hiyo hali unayojihisi itaisha. Nafikiri utakuwa vizuri. Sawa baby. Basi yao kawa wamelala na ni asubuhi sasa, mke wake kuna mambo anaandaa hapo sasa. Chief Williams ndo anajiandaa na yeye aende kazini. Akaja moja kwa moja pale wanapiga story na mke wake, mara anacheka nini wanafanyana. Na mwisho wa siku akawa amemwaga kuwa ameenda kazini. Kaenda kazini moja kwa moja sasa. Na siku nyingine sasa Ego alikuwa yupo sehemu fulani amejichimbia pale anaongea na simu. Williams akawa anamtafuta sana Ego. Alipofika moja kwa moja hapa alifungua mlango na Ego akawa ametoka moja kwa moja kushtuka si. Chief Williams alishangaa kwa sababu alikuja kumkuta moja kwa moja pale alikuwa anaongea na simu, najua alikuwa anaongea na nani si. Tungane moja kwa moja tujue ambacho kitakachoendelea hapa kati ya Chief Williams pamoja na Ego si. Maki amekuja kumbwida hapo si. Hatujui kama alimsikiliza maongezi yake ambayo alikuwa anaongea na Samuel au ilikuwa vipi si. Kwa hiyo kaa na mimi mwanzo mwisho kwenye Peace Worldwide Movies.